Nairobi first. Nairobi first. Nairobi kwanza. What is the biggest problem with Nairobi? Is it too much money that comes into this county? Should we take Nairobi into where Washington is, like in America? Let it just be run by national government. Because every single time when we wrap up, it ends up in the hands of national government. You know, you've tried everything in Nairobi, except brains. Mpaka dimples. Ukiona warembo, hiyo dimple ni kali. Raundi hii, it is dimples versus brains. Wacha nikwambie, my brother. When you elect garbage in office, you expect garbage. Unaona governor anaenda kumwaga sewage. Sewa huko Stima Plaza. Hapo alikuwa na mwaga brain cells zake hapo. My brother, wacha nikwambie kitu. As a governor of Nairobi, Nairobi is too small. Kama tunataka kuwa rais, Nairobi is too small. Nairobi ni kitu ambayo we can manage, we can govern. If we can do Embakasi East and be the best member of parliament in Kenya. And I'm very sure, hata hapa mlisoma, mka announce Babu Owino is the best member of parliament in Kenya. Si ni ukweli? Na saa zile mlikuwa mnafanya hiyo. Mlikuwa mnafanya kwa sababu mnajua ni Babu ana deserve. Wana Embakasi East wananisikiza. Kama ningekuwa nasema urongo, wangekuwa nakuja on air wanasema Babu anadanganya. Mimi nimefanya kazi. I can't be 100% perfect, but mimi am the best member of parliament in Kenya. My brother, if you elect garbage in office, you expect garbage. So we start by sweeping garbage from the office, then we remove garbage in the mtas from slums. So Nairobi is not big. Nairobi lacks a leader. A leader. Nairobi has been electing non-leaders. Dealers, not leaders. Leaders, dealers with a mission, not a vision to transform the lives of Nairobians. So Nairobi wants a visionary leader who will transform and change lives of Nairobians for the better. And that is why we say, let us look at the interest of Nairobians. What do Nairobians want? Nairobians want a clean city. Facts. City free of garbage. Nairobi wants roads. True. Nairobi wants proper drainage system. Nairobi wants water. Hata hapa penye huko mnakuwa supplied na maji twice in a week. Nairobi wants water 7 days in a week. Nairobi wants health facilities supplied with equipment and drugs. And Nairobi wants a county that is paying its workers. Health workers must be paid. Nairobi wants bursaries for our children to go to school. Nairobi wants our youth, men and women, to be given jobs, to create opportunities for jobs. Nairobi wants opportunities. But Nairobi wants the sewer line to be worked on. Si ukitoka hapo umepata sewage imelipuka mahali. Na hii sewer line haiwezi host all Nairobians because of the population. But for you to get all this, you must elect a visionary leader like Babu Owino. Not a leader with a mission to destroy the lives of Nairobians. Umejua, tusiweke politics ni kama tuko na personal differences. Na hiyo pia inanileta kwa rally ya Homa Bay. Saa hii tunapangiwa goons pale Homa Bay. Tunaenda on Sunday. Jana usiku, governor wa Homa Bay, pamoja na governor wa Migori, pamoja na MCA anaitwa Ogindo, pamoja na Peter Kaluma, MP wa Homa Bay, wamefanya mkutano mpaka saa 7 usiku. Na hiyo mkutano wanasema ya kwamba goons wakuje wa attack watu wetu. Wacha nikuulize Gidi. Tukienda Homa Bay, tunaenda kuongelesha watu wa Homa Bay, ambayo governor ni governor wa kila mtu. Si ni ukweli? Kaluma ni MP wa Homa Bay Town, ni MP wa kila mtu. Wale ambao walimchagua na wale ambao hawakuwachagua. Kama wewe ni leader pale, sisi hatuendi kubeba Homa Bay kwa mgongo wetu tunarudi nayo Nairobi. Tunaongelesha watu wa Homa Bay, tunawacha Homa Bay hapo, tukirudi huko. Ruto alipokuwa kikampeni 2022, alikuwa na campaign against Raila Amolo Odinga. Ruto alienda Homa Bay, hakufukuzwa, alienda kaomba kura yake, akatoka. Na kama ile wakati ndio Wajaluo alikuwa anataka presidency na hawakuwahi fukuza Ruto. Saa hizi hakuna Mjaluo anataka kuwa president kwa 2027. Mbona wewe kama governor wa Homa Bay
mbona unaweka guns waue tu watu wako ambao ni voters wako tena wa Homa Bay? Na nakwambia wao guns wamepanga, na venye walikuwa naongea Homa Bay kunaenda kuwa na bloodshed. Mimi nakwambia sahi, mimi nataka serikali, Inspector General Police, maafisa wa usalama wahakikisha ya kwamba kuna safety ya kila mwananchi Homa Bay County, kwa sababu hao watu wamepanga kukuja kuleta bloodbath, na watu walikuwa nalipwa. Kesho tena wako na mikutano Homa Bay Town, wakitoka wanaingia stadium. Friday tena wako na mikutano, Saturday tena wako na mkutano, penye nafaa to land pale Kabunde Airstrip pia wanasema watakuwa na mkutano hapo kwa Airstrip. Sasa Ghost Gidi, ngoja nikuelezee kwanza, my brother. Mimi chenye inanishangaza ni ya kwamba kila mtu ana demokrasia yake. Kuna wale ambao wanapiga 2 term, kuna wale ambao wanapiga 1 term. Uliona Sifuna alienda Kakamega. Pale Kakamega kuna Oparanya ambaye ni waziri, ambaye amepewa waziri katika serikali ya Ruto, au kuona fujo. Sifuna tukaenda Bungoma. Pale Bungoma kulikuwa na speaker ya National Assembly, 4th in command, na Governor Lusaka, au kuona shida. Tulienda pale Vihiga, au kuona shida. Pale Vihiga kuna prime cabinet secretary ambaye ni Musalia Mudavadi. Kama hao ndio wamebenefit more kutoka kwa hii serikali na bado awa attack mtoto wao, mbona sisi tukirudi nyumbani lazima tupigwe? Kwa hivyo nyinyi kama Linda Mwananchi, ni mikakati gani mtaweka ili kumitigate kusikue na vurugu ama kusikue na fujo? Sisi tunaweka hii kwa mikono ya afisa ya mapolisi. Kazi yao kazi yao ni mambo ya usalama. Wanajua vizuri ya kwamba gavana wa Homa Bay pamoja na gavana wa Migori pamoja na MP wa Homa Bay Kaluma wanapanga fujo, na wameweka watu wanataka waue watu wao wenyewe. Shida tu ni ya kwamba, kitu ya kushangaza Gidi, watu wenye wanaenda kuua pale Homa Bay ni watu wa Homa Bay, ni voters wa Homa Bay, ni voters ambao walivotia governor, ambao walivotia huyo MP, ndio wanataka waue pale. Lakini sisi tutaenda, kwa hivyo tunataka tuone hii habari. Utakuwa na ripoti kwa polisi Sisi wacha nikwambie, hii ni kitu imejulikana kule kote. Mimi hakuna haja ni report kwa polisi, na polisi wako na way ya kupata intelligence yao na wanajua hizi mambo zote. Mbona ni report? Mimi kazi yangu ni kwenda Homa Bay kuongelesha watu. Na hawa watu, by the way, our leaders, nataka ni wa challenge wakuje kwa hiyo rally, wakuje kwa hiyo rally, wapige 2 term yao, sisi tupige 1 term yetu. Sio ndio rally tamu? Nilikuwa nafikiria si ati watume watu mbele na wabaki nyuma. Babo, as a responsible leader, nilikuwa nafikiria kwa sababu uko na information kuhusu hiyo mkutano. Umetuambia kulikuwa na mkutano. Ungeenda tu report useme niko na information, watu wamekutana, umewataja, na sisi kesho tunaenda mkutano, na hiyo ndio habari. Halafu unasonga mbele. Nimeshaongelesha RCIO. RCIO wa Nyanza region. He has the information. Okay. The rest of the information, mimi si kazi yangu ku collect information for the police. Police wa collect information, wakuje watu protect, kama wataki wawache.